Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Nakusalimu ndugu mpendwa katika jina lake Yesu Kristo, nikitumai kuwa mzima. Karibu tena, mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha Neno. Leo mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya 16 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 17 aya ya 41. Yote haya ni baada ya wimbo huu. Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Karibu ili tuendelee kuona hayo anayotaka Mungu tuyajue katika maisha yetu kwa njia ya neno lake. Hii ni kwenye Agano la Kale katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Somo letu latoka kwenye sura ya 16 kuanzia aya ya 1 hadi sura ya 17 aya ya 41. Naamini kwamba umetangulia kusoma mbele yangu kama nilivyokuhimiza, kwa kuwa muda utaniruhusu tu kuzingatia hayo maandiko ya kimsingi. Kwenye sura hii, kama ilivyo katika Biblia nzima, tutapata mambo yanayohitaji hekima yetu, nayo ni kufuata mfano bora wa kumcha Mungu. Pamoja na hili, tutaona jinsi ilivyo hasara kwa mtu yeyote kufuata ubatili wa kuabudu sanamu na miungu ya jinsi hiyo. Kwenye aya ya 1 hadi aya ya 3, neno la Mungu lafungua sura ya 16 kwa maneno yafuatayo: Katika mwaka wa 17 wa Peka mwana wa Remalia, Ahazi mwana wa Yothamu mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 16 katika Yerusalemu, wala hakufanya mema machoni pa Bwana Mungu wake kama Daudi babaye. Lakini aliiendea njia ya wafalme wa Israeli,
hata akampitisha mwanawe motoni, sawasawa na machukizo ya mataifa Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Kwa mujibu wa maandiko haya tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, kile ambacho twakiona hapa ni kwamba katika mwaka wa 17 wa kutawala kwake Peka mwana wa Remalia, Ahazi mwana wa Yothamu alianza kutawala Yuda. Na huyo Ahazi hakuwa kama wale waliomtangulia, yaani alifuatia njia za wafalme wa Israeli, hakufanya mema machoni pa Bwana. Hilo ndilo tuendelea kuliona kama vile ilivyo kwenye aya ya 4. Neno lasema hivi: kisha akatoa sadaka na kufukiza uvumba katika mahali pa juu na juu ya vilima na chini ya kila mti mbichi. Mfalme huyu Ahazi hakufuatia katika hatua za wafalme waliomcha Mungu katika Yuda, bali alichagua kuiga hawa wafalme wa Israeli walioabudu miungu ya kigeni na kuifukizia uvumba. Katika machukizo aliyoyafanya ni kuwatoa watoto kama dhabihu kwa hiyo miungu ya kigeni. Alilotenda ni upotovu wa kiroho ambao mwanadamu hufikia mara anapoikana kweli aifahamuyo. Alifanya bidii ya kuabudu sanamu na miungu ya kigeni kwa njia asiyofanya mfalme mwingine wa Yuda. Hebu tuone lililoko kwenye aya ya 5, ambapo neno latuambia hivi: hapo ndipo akakwea Resini mfalme wa Shamu pamoja na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli juu ya Yerusalemu ili wapigane. Wakamhusuru Ahazi, ila hawakuweza kumshinda. Sehemu hii ya maandiko yapatikana pia katika chuo cha nabii Isaya kwenye sura ile ya 7. Sehemu hiyo ni muhimu sana kwa kuwa yatabiri kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wa wanadamu. Nabii Isaya alikuwa akimtabiria huyu Ahazi, mtu mwenye shingo ngumu asiyeweza kuisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hiyo nabii amtia changamoto amtumaini Mungu katika hayo yaliyokuwa yamemjia, lakini alichofanya ni kugeukia Ashuru ili apate usaidizi. Tendo lake lilifungua mlango kwa Ashuru kuwachukua mateka hao wa ufalme wa kaskazini, yani Israeli. Kisha kwenye aya ya 6 hili ndilo twalipata: wakati huo Resini mfalme wa Shamu akawarudisha Washami wa Elathi, akawafukuza Wayahudi kutoka Elathi, nao Washami wakaja Elathi wakakaa humo hata leo. Kwa aya hii kunena habari ya wakati huo, ina maana ya hadi wakati wa nakala hii kuandikwa. Na kwa mara ya kwanza neno la Mungu lataja Waebrania au wana wa Israeli kwa jina hilo, Wayahudi. Hawa ni wale waliokuwa wa ufalme wa kusini, yani Yuda. Hata hivyo, neno hilo liliwahusisha wote waliokuwa wa uzao wa Ibrahimu kwa Isaka na Yakobo. Kwenye aya ya 7 na 8 neno hili la Mungu laendelea kutwambia yafuatayo: basi Ahazi akatuma wajumbe kwa Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru, akasema, mimi ni mtumishi tena mwana wako, kwea uniokoe mkononi mwa mfalme wa Shamu na mkononi mwa mfalme wa Israeli walioniinukia. Ahazi akatoa fedha na dhahabu iliyoonekana katika nyumba ya Bwana na katika hazina za nyumba ya mfalme, akazipeleka kwa mfalme wa Ashuru kuwa zawadi. Ufahamu wa mfalme Ahazi ya kuwa hana uwezo wa kupigana na wale wafalme wawili, yani mfalme wa Shamu na mfalme wa Israeli, ulimfanya ageukie wale wa Ashuru, naye akatoa hongo ili asalimike. Wale wa Ashuru walipofika kumsaidia, walipanda juu ya Dameski na kuutwaa. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 9 na hiyo ya 10, ambapo neno lasema hivi: na huyo mfalme wa Ashuru akamsikia. Mfalme wa Ashuru akapanda juu ya Dameski, akautwaa, akawahamisha watu wake mateka mpaka Kiri, akamuua Resini. Naye mfalme Ahazi akaenda Dameski ili aonane na Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru. Akaiona ile madhabahu iliyokuwako Dameski. Mfalme Ahazi akamletea Uria kuhani namna yake ile madhabahu na cheo chake kama ilivyokuwa kazi yake yote. Mfalme huyu, kama vile twasoma maandiko hayo, twaona ya kwamba alipofika kule Dameski kukutana na yule aliyekuwa mkombozi wake wakati huo, yani huyo mfalme Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru, huko aliyaona madhabahu ambayo yalifanywa kwa njia yake, naye akaagiza moja kama hiyo kufanywa pale Yuda. Neno hilo latuambia kwamba alimpatia Uria kuhani namna yake ile madhabahu na cheo chake kama ilivyokuwa kazi yake yote. Muda huo wote Isaya nabii alikuwa akimkaripia na kutabiri kinyume cha yote aliyokuwa akifanya. Hebu tazama aya ya 17 hadi 20, ambapo neno la Mungu latuambia hivi:
Mfalme Ahazi akakata papi za matako, akaliondoa lile birika juu yake, akaitelemsha ile bahari itoke juu ya ng'ombe za shaba zilizokuwa chini yake, akaiweka juu ya sakafu ya mawe. Na ukumbi wa Sabato walioujenga katika hiyo nyumba na mahali pa kuingia pake mfalme palipokuwapo nje, akavigeuza kuikabili nyumba ya Bwana kwa sababu ya mfalme wa Ashuru. Basi mambo yote ya Ahazi yaliyosalia aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Ahazi akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi, na Hezekia mwanawe akatawala mahali pake. Ahazi, kama vile ilivyo, amekosa heshima kwa nyumba ya Bwana kwa tendo hili lake. Mtu huyu aliharibu uzuri wa nyumba ya Bwana Mungu aliye hai, thibitisho la moyo wake ulivyokuwa. Licha ya kuwa na ufahamu wa Mungu wa kweli, hakumtukuza kama Mungu, bali alifuatia ubatili wa moyo wake. Jinsi ilivyokuwa kwake, ndivyo ilivyo kwa wengi wa walimwengu. Kwa kuwa wafahamu kuwa kuna Mungu wa kweli, lakini wao hukosa kumheshimu kwa kufanya kila aina ya machukizo, ikiwemo kupinga mahubiri ya neno lake na hata kuwaua wanaoliamini jina lake. Sura hii ya 16, ndugu msikilizaji, kama vile tumeisoma, yamalizia kwa mauti ya Ahazi na mwanzo wa utawala wa Hezekia mwana wake. Yashangaza kwamba Ahazi, mtu mwovu wa namna ile, alikuwa na mwana mcha Mungu kama Hezekia. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura inayofuatia, sura ya 17. Jambo la kwanza ninalotaka kukujulisha ni sababu ya Mungu kuruhusu Israeli waende utumwani. Kwanza, walikosa kumtii Bwana Mungu wao. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13 kwenye sura ya 17 kwa maneno yafuatayo: pamoja na hayo, Bwana alishuhudia Israeli na Yuda kwa kinywa cha kila nabii na kila mwonaji, akisema, geukeni na kuziacha njia zenu mbaya, mkazishike amri zangu na hukumu zangu, sawasawa na ile sheria yote niliyowaamuru baba zenu, nikawapelekea kwa kinywa cha manabii watumishi wangu. Jambo la pili lililomfanya Mungu kuwaruhusu watu hao wachukuliwe utumwani ni kwamba walimshuku Mungu. Nalo hilo twapata habari zake hasa kwenye aya ya 14 kwenye sura hii ya 17, ambapo neno latuambia hivi: walakini hamkutaka kusikia, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu kama shingo za baba zao wasiomwamini Bwana Mungu wao. Haya tuyasomayo hapa utayapata pia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 36 mstari wa 15 na 16. Kisha jambo lingine ambalo ni la tatu lililowafanya watu wale kuchukuliwa mateka ni kutokana na hilo linalofuatia kwenye aya ya 15 kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura ya 17. Neno la Mungu lasema hivi: wakazikataa sheria zake na agano lake alilolifanya na baba zao, na ushuhuda zake alizowashuhudia, wakafuata ubatili, wakawa ubatili, nao wakaandamana na mataifa waliowazunguka, ambao Bwana alikuwa amewaagiza wasitende kwa mfano wao. Msikilizaji, watu hao walimwasi Mungu katika kila walilotenda. Walikosa kushika sabato ya Bwana kwa miaka 490. Mwandishi wa kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili asema hivi kwenye sura ya 36 mstari wa 21: ili kutimiza neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato kutimiza miaka 70. Huenda waweza kusema kuwa watu hao walistahili yaliyowapata, lakini ndugu yangu, naomba unisikilize. Habari hii kuwahusu ni habari inayohusu kila mmoja wetu. Hii ni kwa kuwa sisi pia tumepotoka, tumeacha njia zake Mungu na kufuata njia zetu wenyewe. Mungu akusaidie iwapo haujamwamini Bwana Yesu Kristo upate kumwamini, maana hapo tu utakapomwamini ndipo utapokea uzima wa milele na kutenda kulingana na matakwa yake. Pasipo ya hiyo, elewa ya kwamba siku yaja ambayo haya yaliyowapata watu hawa katika mwili ndiyo yatakupata wewe katika hali ya kiroho, na hali yako itakuwa mbaya sana, maana hali ya kiroho ni ya umilele, lakini hali ya kimwili ni ya muda. Ndugu msikilizaji, watu hao walipokaa nje ya nchi yao hawakuwa na ushirika na Mungu jinsi wangelipenda, maana kule walikochukuliwa mateka waliona jinsi watu wengine waabudu miungu ya kigeni, na pia uhuru wao wa kuabudu haukuwepo. Kwa hivyo walikosa ushirika na uwepo wake Mungu. Lakini wewe ukikosa kumwamini Kristo, hautakosa tu ushirika wake Mungu na uwepo wake, bali utakosa pia uzima wake Mungu. Bwana Yesu Kristo akizungumza nasi
atuambia kwamba kila anayemwamini amehamishwa kutoka mautini na kuingia uzimani. Kwa hivyo unapomwamini Kristo utatolewa hukumuni na kuingia uzimani. Ingia uzimani, ndugu msikilizaji, kwa njia ya kumwamini huyo mwana wa Mungu. Sura hii ya 17 hasa yanena habari ya kuchukuliwa utumwani yale makabila 10 na wale wa Ashuru. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na aya ya 2: katika mwaka wa 12 wa Ahazi mfalme wa Yuda, Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Akatawala miaka 9. Mfalme huyu Ahazi wa Yuda hakuwa mbaya kama Ahabu na Yezebeli, lakini alikuwa mbaya, na hiyo yatosha. Ni katika mwaka wake wa 12 ndipo huyo Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala huko Samaria, au katika ufalme wa Israeli. Kwenye aya ya 3 hadi 5 neno laendelea kutwambia hivi: naye Shalmanesa mfalme wa Ashuru akakwea juu yake, Hoshea akawa mtumishi wake, akampa kodi. Mfalme wa Ashuru akaona fitina katika huyo Hoshea, kwa maana alikuwa ametuma wajumbe kwa Soo mfalme wa Misri, wala hakumletea kodi mfalme wa Ashuru kama alivyofanya mwaka kwa mwaka. Kwa hiyo mfalme wa Ashuru akamfunga, akamtia kifungoni. Ndipo mfalme wa Ashuru akakwea katikati ya nchi yote, akaenda Samaria, akauhusuru miaka 3. Katika maandiko haya twajulishwa kwa mfalme wa Ashuru jina lake Shalmanisa. Huyo ndiye alitwaa makabila hayo 10 ya ufalme wa kaskazini na kuwatoza ushuru. Alipotambua kwamba mfalme Hoshea alikuwa amefanya fitina juu yake, wala haendelei kutoa ushuru kama alivyofanya, aliuhusuru mji wa Samaria. Mji huo ndio aliyoujenga Omri babaye Ahabu. Aya ya 6 yasema hivi: katika mwaka wa 9 wa Hoshea, huyo mfalme wa Ashuru akautwaa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hala na Habori karibu na mto wa Gozani, na katika miji ya Wamedi. Katika hili twaona kwamba watu wale walichukuliwa mateka, na kwa habari hizi kuna wale ambao husema kuwa kuna kabila 10 za Israeli zilizopotea. Kwa sababu ya mawazo kama yale, wengine hata wamejiita kuwa wao ni wale wana wa Israeli waliopotea. Mawazo hayo yatokana na dhana za kibinadamu tu, nayo hulisha kiburi chao. Katika neno la Mungu hatupati lolote kama hilo. Mfano ni aya ya 1 kwenye sura ya 1 ya kitabu cha Yakobo. Sikiliza andiko hili: Yakobo mtumwa wa Mungu na Bwana Yesu Kristo, kwa kabila 12 waliotawanyika, salamu. Yakobo hakufikiri kuwa kabila zile 10 zilikuwa zimepotea. Ni kweli kwamba kabila hizo zilikwenda utumwani, lakini Wayahudi waliporudi katika nchi yao, ni wachache tu ndio walirudi, wengine walichagua kusalia huko walikokaa. Lililochangia katika hili ni mabadiliko ya kisiasa na hali ya maisha. Kuanzia aya ya 7 na kuendelea, tutaona yaliyofanya Israeli kuchukuliwa mateka. Neno lasema hivi kwenye aya ya 7 na 8: yalitukia hayo kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao, aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri, watoke chini ya mkono wa Farao mfalme wa Misri, wakawaacha miungu mingine, wakaziendea sheria za mataifa ambao Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli, na sheria za wafalme wa Israeli walizozifanya. Rafiki yangu, Mungu alikuwa mvumilivu na mwenye subira sana na watu hao. Kwa zaidi ya miaka 200 baada ya ufalme ule kugawanyika, Bwana aliwapa fursa ya kumrudia, lakini hawakufanya hivyo. Wao walifuata kuabudu sanamu na mfano wa mataifa. Neno la Mungu ni wazi kwetu kwamba wote hao walichukuliwa utumwani kwa sababu ya mioyo yao iliyokataa kutubu na shingo zao ngumu. Waliabudu miungu ya kigeni badala ya Mungu aliyebarikiwa milele na milele. Amin. Kisha kwenye aya ya 9 na 10 neno lasema hivi: tena wana wa Israeli wakafanya kwa siri mambo yasiyokuwa mema juu ya Bwana Mungu wao, wakajijengea mahali pa juu katika miji yao yote, kutoka mnara wa walinzi hata katika miji yenye maboma. Wakajisimamishia nguzo na maashera juu ya kila mlima mrefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Watu hao waliomjua Mungu wa kweli walijifanya makahaba kwa kuabudu miungu ya kigeni, wakafanya kila aina ya uchafu uliowajia katika mawazo yao. Aya ya 11 na 12 zasema haya: wakafukiza uvumba huko katika kila mahali pa juu, kama mataifa walivyofanya,
ambao Bwana aliwafukuza mbele yao. Wakaunda mambo mabaya ili wamkasirishe Bwana. Wakatumikia sanamu ambazo Bwana aliwakataza, akasema, msitende jambo hili. Mungu, kama vile maandiko haya yatuambia, aliyahukumu mataifa yaliyokuwa mbele ya wale wana wa Israeli katika nchi hiyo kwa sababu ya uchafu na maovu waliotenda kwa kuabudu miungu ya sanamu. Je, wafikiri kuwa Mungu angeliwaruhusu watu wake ambao aliwakataza wasitende kama hayo kuendelea kukaa katika nchi hiyo? La, hangeliruhusu lolote kama hilo. Kwa sababu ya machukizo yao, aliwaruhusu wa Ashuru kuwachukua mateka. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 13. Neno la Mungu lasema hivi: pamoja na hayo, Bwana aliwashuhudia Israeli na Yuda kwa kinywa cha kila nabii na cha kila mwonaji, akisema, geukeni na kuziacha njia zenu mbaya, mkazishike amri zangu na hukumu zangu, sawasawa na ile sheria yote niliyowaamuru baba zenu, nikawapelekea kwa kinywa cha manabii watumishi wangu. Mungu kwa neema na upendo wake kwa watu hao aliwatuma manabii kwao ili wasikie neno lake na kumrudia, lakini hawakufanya hivyo. Nabii Ahija, Eliya, Elisha, Mikaia, Yona, Amosi, Hosea, wote waliwahudumu wale wafalme wa kaskazini, yani Israeli. Na kwa ule ufalme wa kusini, yani Yuda, Mungu aliwatuma Shemaia, Yoeli, Isaya na Mika. Baadaye akamtuma Nahumu na Habakuki, Sefania na Yeremia. Nabii hao waliwaonya watu wa falme hizo mbili kuhusu yatakayowapata iwapo hawatabadilisha mienendo yao, hasa kuacha njia zao mbaya na kumrudia Bwana Mungu wao kwa kuzitenda sheria alizowapa. Walakini hawakutaka kusikia, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu kama shingo za baba zao wasiomwamini Bwana Mungu wao. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 14. Nawe huenda wajiuliza swali hili: je, dhambi yao ya kimsingi ilikuwa nini? Dhambi yao kama ya wengi leo hii ni kutokuamini. Dhambi kuu ya mwanadamu leo ni kutomwamini Mungu. Naomba uwasikilize watu jinsi wanavyozungumuza na kufanya mambo yao, nawe utaona lililo dhahiri ni kwamba hawamtambui Mungu hata kidogo, wala kumwamini. Hasa jina la Kristo hawataki kulisikia hata kidogo. Mwanadamu hamtaki Mungu hata kidogo, si katika serikali yake, na hata sasa katika baadhi ya makanisa, kama vile ilivyo pia katika nchi zingine. Nami nakujulisha kwamba kama vile Mungu alivyowahukumu watu wake, ndivyo atafanya kwa habari ya ulimwengu huu. Kwenye aya ya 15 neno lake Bwana laendelea kutwambia hivi: wakazikataa sheria zake na agano lake alilolifanya na baba zao, na shuhuda zake alizowashuhudia. Wakafuata ubatili, wakawa ubatili, nao wakaandamana na mataifa waliowazunguka, ambao Bwana alikuwa amewaagiza wasitende kwa mfano wao. Kwa sababu ya hayo walioyatenda, ufalme huo wa kaskazini ulitangulia kuchukuliwa utumwani. Kwenye aya ya 15 hadi 18 neno latupa habari zaidi kuhusu hayo walioyatenda wale wana wa Israeli, au kwa usawa ufalme wa kaskazini ulioitwa Israeli. Hebu sikiliza: wakaziacha amri zote za Bwana Mungu wao, wakajifanyizia sanamu za kusubu, yani ndama mbili, wakafanya na Ashera, wakaliabudu jeshi lote la mbinguni, wakamtumikia Baali. Wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana, akawahamisha mbali na uso wake, wala hapana aliyesalia ila kabila ya Yuda peke yake. Hilo ndilo liliwapata hao wa ufalme wa kaskazini au Israeli. Je, habari gani ufalme wa Yuda? Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19: hata na watu wa Yuda hawakuyashika maagizo ya Bwana Mungu wao, lakini walikwenda katika amri za Israeli walizokuwa wamezifanya wenyewe. Rafiki, ni wazi kwamba Yuda haikufaidi kwa kuona yaliyompata nduguye Israeli. Twasoma hivi kwenye aya ya 20 hadi 23: basi Bwana akakikataa kizazi chote cha Israeli, akawatesa na kuwatia katika mikono ya watu wenye kuwateka nyara, hata alipokwisha kuwatupa watoke machoni pake. Maana aliwatenga mbali Israeli na nyumba ya Daudi, nao wakamfanya Yeroboamu mwana wa Nebati kuwa mfalme. Yeroboamu akawavuta Israeli wasimfuate Bwana, akawakosesha kosa kubwa. Nao wana wa Israeli wakaendelea katika dhambi zote za Yeroboamu alizozifanya,
hawakujiepusha nazo. Hata Bwana akawaondoa Waisraeli wasiwe mbele zake, kama vile alivyosema kwa kinywa cha watumishi wake wote manabii. Basi Waisraeli walichukuliwa mateka kutoka nchi yao wenyewe waende nchi ya Ashuru hata leo. Naamini wakumbuka kwamba mwanzilishi wa ibada ya sanamu katika Israeli aliitwa Yeroboamu. Hao walichukuliwa mateka na walikuwa huko hadi wakati wa kuandikwa kwa kitabu hiki cha Wafalme wa Pili. Mfalme wa Ashuru alipowachukua hao wa ufalme wa kaskazini, aliwaleta watu wengine kukaa katika nchi yao. Sehemu hiyo ya ufalme wa kaskazini iliitwa Samaria. Wasamaria tunaosoma habari zao kwenye Agano Jipya walikuwa wazao wa hao walioletwa na mfalme wa Ashuru na Wayahudi. Huo ndio ulikuwa mwanzo wao. Unaposoma kwenye aya ya 26 hadi 29, neno la Mungu latupa habari ya mwisho wa ule ufalme wa kaskazini. Nchi hiyo ilibadilika na kuwa yenye mchanganyiko wa watu. Kabila hizo 10 hazikuwa ufalme tena, zilisambalatishwa katika ulimwengu. Sasa hivi wametawanyika ulimwenguni kote, lakini kama vile ilivyo hawajapotea. Aya ya 30 hadi 41 yamalizia kwa habari ya maisha ya watu waliopelekwa huko Samaria, jinsi walivyomwogopa Bwana, lakini wakaendelea kuabudu miungu yao. Hakika msikilizaji, ni wazi kwamba dhambi ina gharama kuu sana, tena hasara isiyoweza kuelezeka. Mungu atusaidie tuishi kulingana na maagizo yake, hasa tuyapatayo kutoka kwa kinywa cha mwana wake Yesu Kristo, aliyekuja kumfunua Bwana Mungu kwetu. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kuwa na amani na Mungu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili, ewe Mungu wetu, haujatuachilia tu tuendelee kukutafuta na kutapatapa katika giza, bali umetupa neno lako ambalo umelifunua kwetu. Neno hili lako ni njia yetu na tena ni mwanga katika mapito yetu, hasa kwa habari ya ibada kwako, ewe Mungu wa kweli, na kwa Yesu Kristo mwana wako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba umempa fursa hii njema ya kulisikiliza neno lako, kusudi atambue ya kuwa dhambi ina hasara, lakini kumcha Bwana kuna faida, siyo tu ya maisha haya, bali faida ya umilele. Jina lako libarikiwe milele na kutukuzwa, maana najua ya kwamba kwa Roho wako Mtakatifu utamsaidia apate kuenenda katika neno lako na pia kutenda jinsi ambavyo umemshuhudia. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini ya kwamba haya ambayo umeyapokea yatakuelekeza kumcha Bwana na kutembea katika njia zake kama inavyokustahili. Hebu tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu atanena nasi tena. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hizo ndizo baraka zako leo kutoka kwenye kipindi hiki cha neno. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.